Yes, please don't be a son who is a spectator. Usije kuwa mwana anaangalia na kando. We received the fire. Tulipokea moto. We were prayed for. Tuliombewa. We learned. Tulisoma. But you need to take another step. Chukue hatua nyingine. Not to be a spectator in the house of God. Ukaangalia vitu katika nyumba ya Mungu. Be involved in something. Chukua kitu mahali ufanye kazi. Get your hands dirty doing something in the house of God. Ifanye kitu ndani ya nyumba ya Mungu. Glory be to Jesus. Bwana asifiwe. Get yourself doing something. If you cannot sing, kama usiimba, get yourself interpreting. Fanya kitu ingine. If you cannot interpret, kama uwezi fanya get yourself arranging the chairs. Hebu panga viti. Glory be to God. Bwana asifiwe. By so doing, ukifanya vile, you will awaken your spiritual DNA. Utafungua ama utainua roho yako ya kindani. You will awaken ile roho ya kindani, ile roho ya kiungu, roho ya kiasili ya Mungu. Because we are all children of God. No doubt about that. Hakuna mtoto wa shetani. Sisi wote ni watoto wa Mungu. Lakini kuna tu ile kukuja tu because you used to go to church, because your parents said you cannot fail not to go to church. Wazazi walisema huwezi kosa kwenda kwenye nyumba ya Mungu. I have a sister here. Niko na dada. The father is a pastor and the mother is also a pastor. Alikuwa mchungaji baba yake. And so one day she told me, Pastor, I want you to talk to my mother and father and assure them that I normally come to church. Ambia baba yangu watu tunakuja kanisani ama naja kanisani. Amen. Amina. Maybe you're coming to church because there is a pressure. Unakuja kwa sababu kuna from home. Msukumo fulani. Unaenda kanisani kweli, and so you bring your body but your soul is not here. Unakuja kanisani lakini roho yako haiko mahali pale. Amen. Amina. When you stop to be a spectator, you awaken your spiritual DNA. Ukikosa kuwa mshirika ule tu wa kawaida, umefungua roho yako ya kindani. Mshirika wa kawaida. Ejalemo mapile. When we were growing up, we used to go to church so that when we die, we will be buried by that church. A spectator. Tuzikwe na ile kanisa. That when you are not a child, you are not a son to that church, or that man of God. Katika mtumishi wa Mungu yule. Then see, we used to go to Catholic and Kidieny so that tukikufa padri akuja tuzi. Noadhi kanisa ama ule ushirika wa katikati ya wiki tukifa tuzikwe. Bwana asifiwe sana. Yes, and it is true. Ni ukweli that if you don't attend Kidieny, ukisipoenda kama jumuiya, inaitwa aje jumuiya? Jumuiya. If you don't attend jumuiya, usipoenda katika jumuiya, Father will not come to your burial. Father hatakuja kukusikia. Kata inamaanisha mama na sacrament every Sunday. Hata kula sacrament and you don't go to jumuiya. Uko kwa jumuiya. Padri will not come, I'm telling you the truth. Padri hatakuja. Si hata Anglican iko hivyo. Anglikana iko hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu pake. Hapa kwa wakole ndio kuna freedom. But I learned last week. Nilikuwa nikisoma pale hii wiki. Bwana Yesu asifiwe sana. That I must also stand my ground, Miriam. Lazima nisimame Miriam kidete. I must also stand my ground. That if you don't come to church and then you come from all of a sudden you call pastor, mtoto wangu, ndugu yangu, pastor, no. Nitasimama kunipigia pastor, ndugu yangu, mtoto anawachi ni oyo, hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu pake. We are all born again. Wote tumeokoka. Wake this lady up. Ambia kaa hapa katikati. Bigiti kore kaili. Kuju kaa hapa. Bi kaili. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu pake. When you awaken your spiritual DNA, ukifungua roho yako ya kiasili, you will have utakuwa a deeper and spiritual listening. Utakuwa na roho ya kindani ya kusikiza. And you will there are things that you will do and remind your father of your worth in the kingdom. Na kuna vitu utafanya utakumbusha baba kile katika ufalme wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana.
Being a spectator, you will not know your worth. Ukiwa unashangilia tu katika neno la Mungu utajijua wewe ni nani. You will know your worth after doing something. Utajua thamani yako wakati unafanya kitu. Glory be to God. Bwana asifiwe. And God in heaven says, well done my daughter, well done my son. Baba wa mbinguni anasema asante kijana wangu, no asante. one was there to do this, but you came forth and did it. Ulikuweko pale ukafanya, kuna mtu yote angelifanya. John 1:12. Yohana 1:12. To them that believed he gave power to become sons of God. Kwa wale walioamini walipatiwa nguvu kuwa wana. To them, only to them that believes. Waliokuwa wameamini. And so sons don't just attend services. Wana hawaji katika ibada tu peke yake. They continue with the father's business. Wanaendelea na kazi ya baba yao. There is a job that the father is doing, Brian. Kuna kazi baba anafanya. Whatever I'm doing now, ile kazi nafanya, you should be able some years to come to continue with it when I'm not there. Kuna kitu nafanya nitafanya hata kama siko. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. The reason why we have shortage it's because hakuna mtu wa kuendeleza biashara ya baba. Ndio kechi na chie ndikichonge kijalmanya lo binyime gitich Nyasaye. I love sometimes what mama is doing with his children. Napenda zaidi vile mama napenda anafanya na watoto wake. Every weekend they go to work. Na kila weekend wanaenda kazini so wote. So that they see. Sasa waone how business is done. Vile inafanywa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe utajuaje kama unakuja na kukaa Sunday, mara nyingine tena na kuona ni Sunday. Ama after Sundays mbili tena ndio nakuona. Kile Jumapili machielo kokaneni. How will you be able to know how business is done? Utajuaje biashara inaendelea? How a family company is run? How a family organization is run? Vile inafanywa kazi na biashara za kikazi na ofisi. You show up unajitolekeza. This Sunday and you take another 2 Sundays then you show up. Jumapili mbili ndio unatokea tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the living God. Being a spectator in the house. Wewe unashangilia na kando tu. To them that believed. Waliamini. Yet NIV says, yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. He gave the right to become sons of God. Aliwapatia nguvu ya kuwa wana. Give them right to become sons. Patia nguvu ya kuwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu asifiwe. You cannot get a rightful a right to become a son if you are a spectator in the house. Hautakupatiwa nguvu kwa mwana kama wewe haujakuwa mtoto wa Mungu. Kama unashangilia na nje. You cannot. Now this is not Apostle Amani talking to you. Now this is your pastor talking. Sasa sio Apostle Amani anazungumza na wewe, ni mchungaji wako. This is me talking to you. Mimi ndiye nazungumza na wewe. Because him is not here every day. Yeye hayupo mahali hapa. Me, I'm here every day. Mimi niko mahali hapa. Every Sunday. Kila Jumapili. I'm here. Niko mahali hapa. You need the blessings of this house. Unataka baraka za nyumba hii. Yet you are a spectator. Wewe unashangilia na nje. How can you receive them? Utalipokea namna gani? No wonder. Ndio maana there are sons that comes and get their hands dirty and they take blessings and go. Kuna wana wanakuja wanakuwa mchafu mikono wanachukua baraka kisha wanakwenda. Yet you have been here years and years and years but no blessings. Ndio umekaa hapa miaka na miaka na kuna baraka. Because you are a spectator. Wewe unashangilia na nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the living God. Number 2. Ya pili, what I heard the man of God talking about is that sons carry their father's nature. Mwana ubeba utu wa baba yake. He said, and he has spoken about this several times. Amezungumzia mara nyingi zaidi. That fathers are the source. Na baba they are the givers. Ndio mtu ama ndio wanapatia. Hawachukui. Fathers normally come. See, you normally go home with something. Yeah. Wanaenda kitu nyumbani. You give. Napatiana. Fathers are givers. Baba wanapatiana. And so sons also need to take the nature of a father. Na wana wanafaa kuchukua mfano ama kuiga mfano wa baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, the reason why El Bethel is known for music, it's because the father of that house is a giver of music. Ndio maana wana wa El Bethel wanajulikana katika muziki kwa sababu baba yao anapatiana muziki. And that one will never stop as long as I'm still
alive. Na haitasimama kama bado ningali hai. However old I will be, there will be still music in El Bethel. Hata mzee kiasi gani kutakuwa muziki El Bethel. Not just a music, but a good music that is appealing to the ears of God. Sio muziki tu, ni muziki mzuri inasikika katika sikio za Mungu. A good worship that can appeal to the ears of God, and God can say, let me go down and bless these people because they have worshipped me, because I can't not worship myself. Ibada mzuri ya sifa, Mungu akisikia atarudi chini aseme siwezi kujiabudu peke yangu, wacha nishuke katika ile ibada. Fathers are givers. Baba upatiana. And so sons needs to take the nature of that father. Wana uchukua utu ama tabia ya ule baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu paki. Dalamaji baba. Boma ile baba Ringo. Kimbia usiku. Kata nyithindo chieng' moro. Hata watoto siku moja beburo ringo. Watakimbia usiku. I'm telling you the truth. Watakuwa wachawi wa usiku. Yeah? Amen. Can I? Okay. Nyinyi amjui. We have a home. Tuko na boma. Pale boma was running. Anakimbia. And even his son. Hata wanaye. Anakimbia. Beringo. And the other day I was talking to some guys there. Nilikuwa naongea na marafiki zangu. Hata mjukuu. Hata nyakwa. Saa hii. Sasa Ofisa kongwe. Ameshaanza kufanya tisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu paki. Tisi mutieno. Anafanya mtiko. So if a father is a night runner, kama baba ni mchawi, the lineage, kizazi, lazima kukuwe na mtu anakimbia. Nyakabedjalo maringo. If a father loves God, kama baba anapenda the Mungu, lineage kizazi must also love God. Watapenda Mungu. Me, I love God. Mimi nampenda Mungu. Me, I love God. Nampenda Mungu. Me, I love God. Anaero Nyasaye. And if I'm your father, also you must love God. Kama mimi ni baba yako, lazima upende Mungu. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. And I pray in my lineage, naomba katika kizazi both changu, spiritually and biologically, na wa kiroho na that niliyozaa, there will be found people or children, sons that love God. Watapatikana wale kawana wanaopenda Mungu. The way I love God. Vile nilimpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu paki. Please, tafadhali, let us love God. Wacha tumpende Mungu. Me, I love God. Mimi nampenda Mungu. I know I have my weaknesses. Najua niko na za kwangu. But I know I love God. Nampenda Mungu. Deep within, ndani, I know I love God. Najua nampenda Mungu. Sons carries the nature of a father. Wana ubeba utu ama tabia za baba. And sons are givers and not takers. Na wana ni kupatia sio kuchukua. Unapeana sio kuchukua. Na ukishapeana uchukui tena. Na kise chiwo tokika ukendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu pake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu pake. Kwa kanisa Ben. Kanisa Ben. Ndio tuko na wana. Wangi yuwe. Tuko na sons. Wangi nyithindo. Wakishatoa. Kakisigolo. Wanataka kujua hiyo pesa imefanya nini. Kwa kanisa. Kanisa. Kwa kanisa. Kanisa. Wakishatoa. Kakisigolo. Hiyo pesa imefanya. Pesa notima ngo. And it was an instruction from God that you give. Ni agizo ya Mungu toe. I wonder Christ says that whatever you have given with your left hand, let no right hand know. Uliotoa na kushoto ama kulia mkono mwingine sije kachua. Or if you let the right hand know, there are no blessings. Hapo hakuna baraka. I'm assuring you hakuna baraka. Kiwacha mkono mwingine ipatikane imechua ila hakuna baraka. You know the right hand? Unajua mkono wa kulia? You have given. The Lord has instructed you. Mungu amekwambia toa. And then unaenda kwa mke wako ama partner, it's okay. Kama mke ama ule wa karibu, unaweza mwambia mimi Mungu aliniongelesha nitoe simu. Nyasaye uko na gold simu. Na nimetoa simu nimeweka pale. So I'm trusting God for this and this and this and this. Nimetoa simu lakini namwamini Mungu kwa haya na haya. But now this is not your partner. Hii sio mtu wa karibu. You have given. Umepatiana. And then you go to Christine. Unaenda kwa dada Christine. And tell Christine, unajua mimi nilitoa. Ngeni almana golo. Hakuna baraka hapo. Pani kacha ungegweth. No blessings. There is no blessing.
sons wana takes over the nature of a father. Wao chukua utu na tabia za baba. And they are givers and not takers. Wao patiana, wala wachukui. Once you have given, ukipatiana, once you have given, mradi umepatiana, let not any other person know that you have given. Usikubali mtu ajue umetoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu pake. Bwana Yesu asifiwe sana. True sons mirror the generosity of the father. Wana wa kweli au fuata ile ukarimu wa baba. Number one, through their tithes. Mmoja wapo fungu la 10. Through their tithes. Mmoja wapo fungu la 10. You mirror. Wewe uangalia. You show. Wewe uonyesha. Number two, sacrifice. Ya pili huwa ni dhabihu. We have a church project. Na kuna vitu za kanisa mradi. That needs a real sacrifice. Inatakana madhabihu mtu toa. A real sacrifice. Dhabihu ya kweli. This one cannot be done with sons who are takers. Haifanyiki kwa wana wanapokea. This one can be done with sons who are givers. Itafanyikana kwa wana wanaotoa. When you have given for a church project, ukitoa katika kanisa, a church land or a church building, kiwanja ama kujenga kanisa, you will never demand. Hautadai. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu pake. Nilitoa kiti kwa hiyo church. Nagolo kombe kanisa. Hiyo kiti yangu naitaka back when you are walking away. Kisama iwoki bodoro komi monidogo. Na kama utapewa ni vita. Kao usipo mito ulweni. I have seen this with my bare eyes. Nimeona na macho yangu. Watu wakibeba mapanga. Kagitingo ligangla. Wanataka maspika yenye walinunua kwa. Gido speaking managinyeo. Please be a son who is a giver and not a taker. Unapetiana lakini auchukui tena. Bwana Yesu asifiwe sana. I know we received the blessings, we received the fire of revival last weekend. Jua tulipata uvuvio na baraka zote. But these ones, hili. Amen. Amina. When you give anything in the house of God, be it offerings or what, ukitoa vitu zote ama matoleo, thank God, at El Bethel we don't have. I've never had. Have you ever had? Umewaisikia? Sijawasikia. I've never had. Sijawaisikia. Mtu ametoa, and we normally give, by the way. Watu natoa. We normally give. Kweli kwa hakika tunatoa. And I'm just pleading with us. Wanawasihi. That hiyo roho isikuje kutuingia. Chunyi na ukikidonje doa. Siku nyingine. Chimara chiala. Isikuje kutuingia siku nyingine. Chunyi na ukikidonje wa chimara chiala. Kati sasa umebarikiwa. Kanya sayogwethi. I wrote this in my status yesterday night when I was doing a study. Wakati nilikuwa nasoma niliandika katika mtandao. Tithing is not a tax. Kutoa fungu la 10 si kutoa ushuru. Amen. Amina. Tax we give to Ruto and KRA. Ushuru tunatoa kwa Ruto na KRA. But tithe we give to God. Fungu la 10 tunatoa kwa madhumuni ya kumtolea Mungu. When you give your tithe, the pastor said that you give the tithe of Unatoa fungu la 10 kwa yote, including the tax. Hata yale yametolewa katika ushuru. The tithes of all. Fungu la 10 ya yote. When you give your tithe, you don't give a tax. Utoi ushuru. And when you have given your tithe, na ukitoa fungu la 10, it is a testimony. It is a testament of what God has done. Ni yale ushuhuda Mungu ameyatenda. The trust that you have in God. Vile unamtumania Mungu. And how you honor him. Na vile unamheshimu. By the way, you cannot give tithe if you don't honor God. Hautatoa fungu la 10 kama amheshimu Mungu. You cannot. Hautawahi. Season yenye una doubt Mungu hautoangi tithe. Ndalo michichiko ni Nyasaye okinyal. Masi. Season yenye una doubt Mungu hautoangi tithe. Ndalo michichiki Nyasaye okinyal. Unaonaga tu ni kama unatoa tax. Nechalo kagimigolo ushuru. Season yenye unapitia magumu. Ndalo mikale matek. Si ati huwezi pata tithe because someone might have blessed you with 100 bob, and that 10 shillings is not yours, it's for God. Kuna size ile mtu alikupatia shilingi 100 na but because you are doubting God, kwa sababu unamshuku Mungu, you don't give. Autoi. Malachi 3:10
I posted these. Bring all tithes into the storehouse. Leteni sadaka zote. Sons, wana, please don't argue au wabishani with the altar that feeds you. Na madhabahu inakulisha. Sons, Alan, they don't argue with the altar that feeds them. Alan, wabishani na madhabahu inawalisha. I think it is high time, Pastor Jack, ni muda umeenda, Pastor Jack, that we need to teach all this. Tufundeshane haya yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the living God. I have some audio in my WhatsApp. Niko na audio zingine sauti katika WhatsApp yangu. When a son was arguing. Wapati mwana alikuwa anabishana. Son argued so alikuwa much. anabishana zaidi. And it broke my heart, and it's still breaking my heart. Bado inanisumbua hadi leo. This altar has once fed them. Hata hii siku moja iliwalisha madhabahu hii. Please don't argue with an altar that has fed you. Usibishane na madhabahu ile siku moja ili bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. And if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be not be room enough to store it. This altar once fed you and you had no place to put your blessings. And then you begin to argue with that altar. Madhabahu hii ilikulisha mpaka pale chakula hakuna kuweka, ukaanza kubishana nayo. Please, a son, mwana, don't. Sije kutenda. Number 3. Ya tatu, we received the fire. Tulipata nguvu, moto, in last weekend's revival. Weekend iliyobaki nyuma yetu. And we somehow promised ourselves. Tukajiahidi wenyewe. We are going to keep the fire burning. We are going to keep the revival. Moto tawaka maishani mwetu. I know all of us. Na wajua. I also promised myself, I knelt down and I told God, I want to keep this fire burning. Nitawacha moto huu wake na kuzidi. Glory be to Jesus. Bwana asifiwe. You cannot keep this fire burning if you are disobedient. Hautawacha moto kama wewe haujatii. A son that is disobedient, mwana asiotii, will never allow the fire of revival to burn in them. Atawacha moto uvuvie wake ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu pake. If you want whatever you received last week, ukitaka yote tulipata hapa wiki iliyopita, whatever you received last weekend, yote uliyopata wiki iliyopita, keep on burning, ianze kuwaka. Be obedient. Kuwa mtiifu. Be obedient. Kuwa mtiifu. It is as simple as that. Ni rahisi namna hilo. Obedience. Kuwa mtiifu. The Bible says maandiko nasema that obedience, kuwa mtiifu, kutii, is better than ni bora kuliko burnt sacrifice. Matoleo ya dhabihu ile choma. Gives a sweet aroma. Inatoa manukato to the throne room of God. Katika kiti cha Bwana. Glory be to God. Bwana asifiwe. Just be an obedient son. We mtii Bwana, we mwana. And you will see. Utaona what heavens can do for you. Yale bingu itafanya. You can only keep that fire. Utailinda ile moto through obedience. Wakati umetii. Because obedience will tell you, kutii itakwambia, Tuesday we are coming for prayer. Siku ya Jumatatu you will be found. Jumatano utapatikana. Wednesday we have a worship experience. Siku ya Jumatatu you will be found. Utakuwa that fire is not quenched. Hiyo moto hairudi chini. Alan, when you are in the presence of God always, ukiwa katika mbele ya Mungu siku zote, umetoka kwa presence ya God, iwoki mnyimi Nyasaye, on Sunday, Jumapili, Monday peke yake huko, Tuesday uko kwa presence ya Mungu, Wednesday uko kwa presence ya Mungu, Thursday uko kwa presence ya Mungu, Friday peke yake haukuji, Saturday uko kwa presence ya Mungu, Sunday you are in the presence of God. Jumapili nika. Let me tell you, wacha nikwambie, hakuna kitu utaita na ikose kukuja. Ungiji mibo luongo bako somo kubiro. Nothing. Yeah, nothing. Hakuna. Because only 2 days siku mbili tu pekee you are not in the presence of God. In a week. Katika wiki moja. You keep on reviving the fire. Wewe kila siku unaiweka upya, unaiweka moto. Whatever we learned last week, yote tuliyosoma ama tulifundishwa, can die.
itakufa when disobedience comes in. Kama sisi ni si watiifu. When disobedience comes in, kama hawezi kuwa mtiifu, everything that we learned, yote tuliyosoma, tutakuwa tunatumia pesa mingi mama. Wabo tio pesa mingi sana. Wabo tio pesa so that we grow. Ili tukue. But because of disobedience, kwa sababu si watiifu, we cannot grow. Tutaendelea. Juu itakuwa church yetu kanisa church yetu powerful, church yetu preaching, church yetu we apostle ni wa church yetu. Utingo kanisa wa maana. But the revive, ufufuo, the revive, uvivio. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu paki. Hata kwa shule. Kata school. For those who are going to school. Wale wanaenda shule. Ukikosa kusoma. Kikosa somo. Hakuna results. Ongeki midhini wangu. Hakuna. Onge. You are taught. Ulifundishwa. And then you keep on revising what you have been taught. Na unasoma zaidi kwa ile ulifundishwa. You keep on revising. Unazidi kusoma zaidi. Tuko pamoja. Tuko. And then you get the results that you want. Ya, unapokea yale uliposomea. But when you are taught, wakati kufundishwa, alafu unakatishia hapo, imeishia hapo kwa class, unatoka hivi, wewe unaona mambo mengine. Results ni E. Van, tuko pamoja. Van, tunasikizana. Revision ni lazima. Kuzidi kusoma ni lazima. Umefunzwa 8 hours in the day. Saa 8. You come home, you rest, you take supper. Before you go to sleep, have time to revise. Pata na muda wa kurudia masomo. To keep on the fire burning. Ile moto uzidi kuwa zaidi kuwa ikiungua ama kuchomeka. The Holy Spirit doesn't just come to excite us. Roho wa Mungu hakuji tu kutufurahisha. The Holy Spirit comes to empower us. Inakuja kutupa nguvu. To live right. Tuishi maisha ya utaua. To live a victorious life. Tuwe maisha ya uhuru na amani. To live as sons of God. Tuwe kama wana wa Mungu. He does not just come to excite us. I know he came last week. Najua alikuja wiki iliyopita. But he did not just come to excite you and to feel you are talking in tongues. Hajakuja kufurahisha uongee na lugha la kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu paki. The Holy Spirit came to empower you. Roho alikuja kupanguza. So that you keep on the fire burning. We moto ndani yako iungue, izidi kuchomeka. Keep on the fire burning. Moto ndani yako izidi kuchomeka. The fire of the revival that we receive. Moto wa uvuvio ndani yako. To keep on burning. Izidi kujengeka zaidi. Romans 8:19. Warumi 18. Romans 8:19. The Bible says. Biblia inasema. Oh. Not yet there. Bible says. Biblia inasema. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Eagerly waiting. Wanangojea katika hamu. The creation. Viumbe. It has been prophesied over and over. Walitabiri kila wakati. That El Bethel will birth a revival in Kisumu. El Bethel itatoa uvuvio pale hapa Kisumu. The creations are eagerly waiting. Watu wanangojea katika hamu na gamu. But they are waiting for spectators. Wanangojea wale tu wa kelele. They are waiting for sons who are disobedient. Wana wale watii. Glory be to God. Bwana asifiwe. Amen. Amina. They are waiting outside here. Wanasubiri hapa nje. Wanasema waketo wangwa. Tunangojea kuona. And also as we are spectators, we come to church and we sit and we spectate. We don't want to further it on. Hatutaki kupeleka mbele. For the earnest expectations of this creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Kwa sababu tunaongojea wana wa Mungu walioteuliwa katika wanaongojea katika ule uvuvio wa Mungu. You are the son of God whom they are waiting for. Wewe ndio mwana wanaongojea wafunuliwe. Wewe. You who
is seated here, wanangu wewe uliketi mahali you is hapa, called son of El Bethel. wewe unaitwa mwana na mtoto wa El Bethel. You are the sons that the world, that the Kisumu is waiting for to be revealed. Wewe Kisumu na dunia inakungojea wewe ufunuliwe ama utolewe wakujue. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wewe pia unakuja kanisani ukiwa spectator. Unangoja pasindi akuja afanye something. There are things that you don't wait for pastor to come and do. Ungojei pastor afanye zote. There are things that you don't wait for intercessory leader to come and do. Kuna vitu watu wa kuongeza ibada ya maombi wafanye. There are things that you don't wait for health officer to come and do. Kuna watu ungojei watu wa idara ya kanisa ijapigwa duster. Kwani hauna mkono? Kanisa poko iwe yonge liweti. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu pake. The creations are waiting for sons of God to be revealed. Viumbe zinangojea wana wa Mungu wafunuliwe kwao. Who are they to be revealed? You and I are the ones that are there waiting for to be revealed. Mimi na wewe tunangojea watu tufunuliwe ndani yao. But we are all spectators. Wote tunasubiri, tunaangalia na macho. We are all disobedient. Wote si watiifu. We are waiting for other people to do it and not us. Tunasubiri wengine watutendee. Glory be to God. Bwana asifiwe. Na ikikazwa sana sasa unatoroka kanisani. Kawaida yenyati wa kanisa. Glory be to Jesus. Bwana asifiwe. Let me tell you. Wacha nikwambie. The world is not waiting for many singers. Duniani ongojei kwa watenda dhambi wengi. The world is not waiting for many preachers. Ongojei wahubiri wengi. Hapana. We have enough preachers. Tuko na wahubiri wanaotosha. We have enough singers. Tuko na wahubiri waimbaji wengi. In fact, naendanga YouTube, every time nimeingia YouTube lazima nipate new release. Lazima nikadhi YouTube lakini akaini wewe every day. Kila siku. Every day there must be a new release. Kila siku nipate wimbo mpya. The world is not waiting for new singers. Dunia haingojei katika waimbaji wapya. It is you who is to be revealed. Wewe ndio ufunuliwe kwao. As a son of God. Kama mwana wa Mungu. Lakini tumepatia Mungu kisogo. Wamio nyasachi wangewa. Anbetinda seti onenya saya yeye. Nimemtumikia Mungu zaidi. Betinda sewernenya saya yeye. Nimeimba zaidi. Anbetinda yala yeye. Nimehubiri zaidi. Anbetinda lema yeye. Nimeomba zaidi. Anbetinda attend church midweek services yeye. Nimeenda katika mkutano wa katikati ya wiki zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Oh, I said by 12 noon. By 12:30 we should be out. The world is waiting for obedient sons. Dunia inaongojea katika wana waliotii. Who will represent sons. Watafunuliwa. Who will represent the Father. Wataenda wajionyeshe kama wana wa Mungu. 1 in business. Moja katika biashara. 2 in ministry. 2 katika huduma. And 3 in community. Na katika ile jamii. In business. Katika biashara. The business of your father. Biashara ya baba yako. Needs to go on. Inafaa kuendelea. Sasa tunapatana. Biashara ya baba inafaa kuendelea. Wanda baba unjodhi mbele. Hakuna mtu mwenye ataiendelesha kama si wewe. Aongeja almaburo tete mbele kokuini. Kwa huduma katika ministry. Mungu anakutarajia Nyasaye dwaro kwa utiivu ya kwamba iendelee. Kingono kimondi dhimbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu pake. Katika community. Katika bado anangojea tu wewe. Enoriti ulioketi hapa ni wewe ndio Mungu anakungojea. That you may further the Father's business in the community. Bado uendelee na ile kazi ya baba yako. Your father's business in the community. Kazi ya baba yako katika jamii. Your father used to educate people. Baba yako alisomesha watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu pake. You also need to carry the business. Yinibe kawala no. The mantle. Ile mkwacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu pake. I pray that the Lord may give us the mantles in the name of the Lord. Mungu atupatie kipawa katika neno la Mungu. I pray that the Lord may give us the mantle. Atupatie ile kipawa. As sons who are obedient. Wana walio watii. As sons who are not spectators. Wana wasio that we may receive the mantle. Upokee in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Number 4. Ya ine.
Sons are accountable and planted. Wana wanahesabika katika neno ama kazi yao. Accountable, wanahesabika and planted. Wanawekwa ama wanainuliwa. When you give your tithe, it teaches you on how to be stable. Ukitoa fungu la 10 na kufundisha vile utasimama imara, and being rooted in one house. Na kuwekwa kwa nyumba moja. Alan, when you keep on giving in this house, ukizidi kupatiana katika nyumba hii, you get rooted in this house. Unaingia kilindini katika nyumba hii. No wonder Jesus said, Yesu kasema, ni kama chunyi ngato nitie, kama mwandu ngato nitie, kama chunye nitie. Pale roho ya mtu yupo ndio mali yake ipo. Kama mwandu ngato nitie, pale roho ya mtu yuko, kama mwandu ne, kama mwandu ngato nitie, kama chunye nitie. Pale mali yake ipo ndio roho yake ipo. When you keep on investing, kama unaweka mali zako pale. Do you know the reason why some parents get shocked and even paralyzed and die? Unajua watu wengine wanapata kukufa kwa nini? Because they invest so much in their children. Waliweka rasilimali zao kwa watoto. And thereafter a child disappoints them. Na mwisho wa siku mtoto kamfanya vibaya. Because waliweka mali yao hapo yote. Na kikitu mwando giteko mnyithindo. Na roho yao ilikuwa inawategemea huyo. Ne chungi nongeno kwa mnyithindo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu pake. As a son, kama mwana, your father invested in you. Kama baba aliweka rasilimali kwako. We are also investing in you. Hata sisi tunapatiana kwako. Spiritually we are investing in you. Kiroho tunapatiana kwako. We are expecting a result. Tunatarajia vitu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu pake. We are expecting a result after this. Tunatarajia kitu. We are expecting a result. Tunatarajia mazuri. Just the same way your biological father educated you. Vile baba alikupeleka shuleni. They pumped some money in you. Waliweka fedha zingine ndani yako. And then they expect you after getting a job, at least you can be taking some responsibilities. Baada ya kupata kazi uwapatie. Glory be to God. Kidogo. Bwana sifiwe. In tithing it makes you, in giving it makes you be planted and rooted. Katika fungu la 10 inafanya unawekwa ndani katika shamba la baba ndani. Ndani. Miguu inaingia ndani na unakuwa mfalme. Tiendeni penke ndibedo nyal maber. As a son. Kama mwana. Psalms 92:13. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish. Those who are planted in the house of the Lord, waliopandwa ndani ya neno la Mungu, they shall flourish. Watanyauka. Their lives will never wither. Hawatanyauka. They will never want. Hawatachoka. No wonder David says, Daudi kasema, since I was young, tangu totoni, and now I am old, leo ni mzee, I have never seen a righteous man's child jaona mtoto begging for bread akiomba mkate alongside the road. Barabara. Why? Kwa nini? Because David knew Daudi alijua that when you give, ukipatia, when you tithe, when you sacrifice, you get rooted and planted, and your life must flourish. Itakuwa ya kunyauka mzuri, itakuwa ya maisha ya utaua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama ulikuwa na uso yenye haishiki mafuta, itashika mafuta. Itashika mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama hukuwa na mwili wa kuvalisha nguo, nguo ndio inakuvalisha. Wakati unapanda na unawekwa kuwa farm, Bwana Yesu asifiwe sana, utakuwa unavaa nguo mpaka watu wanasema, na huyu siku hizi anafanya kazi wapi? Anafanya kazi wapi? Na how much, you can be a giver, pastor. Unaweza kuwa mtoaji, mchungaji. You can be a giver in church. Utatoa kanisani. You are earning the same salary with the other employees. Wewe unapata mshahara sawa na wengine, with your colleagues, na wenzako. Lakini vile design unanona, kakaichwe. Bwana Yesu asifiwe sana, can make people to wonder. Watu watashangaa. An example is Tofel. Tofel, ukaangalia Tofel na wenzake. Like what? Unashindwa vipi? Jamaa kwani anapata ngapi? Ento yuda di mupo graduate. Ile tu. Ni same. Ile tu anapata. Na wewe pia unapata. Ena chiel minu wangocha. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Like we can come to your house and wanyalo biro yodi, we wonder, we try to calculate. Tunajaribu kupiga hesabu. We try to calculate. Tunapiga mahesabu. You are just earning this small amount. Wewe unapata kidogo hii. How comes
Evit, Igijinyanye, TV, ufa. You know, hizi vitu zote. You're planted. Umewekwa, umepandwa. David says, Daudi kasema, those that be planted in the house of the Lord, waliopandwa katika nyumba ya Mungu, shall flourish. Wao watang'aa. Bible says, maandiko nasema, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. In the courts. Watang'aa katika uwepo wa Mungu. In the courts. Uwepo. In the courts. Uwepo, mazingara. In the courts of our God. Katika uwepo wa Mungu. Glory be to Jesus. Bwana asifiwe. Sons don't jump from place to place. Wana awaruki kutoka mahali pamoja hadi kwingine. They serve faithfully. Wao hudumu in their father's house. Katika nyumba ya baba yao. Sons don't jump hawarukiruki wana from altar to altar. Madhabahu kwa madhabahu. They serve in their father's altars faithfully. Wako katika madhabahu ya baba yao kila siku. Hallelujah. Hallelujah. In their father's house. Katika nyumba ya baba yao. Faithfully. They don't jump. Na uaminifu hawaruki. When they know their mandate as a son. Wanajua pale pao kama mwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the living God. In your home huwezi kimbia. Nyumbani kwenyu au kidalo katika nyumbani kwenu wa kiroho ndio unakimbia. Karichunye miringe. Lakini pale nyumbani huwezi kimbia, tukichapo namna gani huwezi kimbia. Dalaka cha kinyal ringo kwa tuchwali mali huwezi deno si umerudisha ule jana. Deno has a sibling. Amechapo nyumbani akakimbia akakuja kwa Deno. Deno ndio huyo tena, rudi kwenu. Dano choni ya wadigiro wali dogi. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ni baba yako na mama yako amekuchapa? Mimi si baba yako, mimi ni ndugu yako mkubwa. Rudi kwenu. Dogi. Real sons don't jump from place to place. Wana wa hakika hawarukiruki kutoka mahali fulani hadi fulani. Hello. Aha. Amen. Hiyo point nitaambia pastor aingie ndani. Hapo ngiso point na pastor ndo som odonje iye kodwa. Ndani kidogo juu. Odonje matini. Mimi labda mnisikii. Anto kuwija matini. Mimi mnisikii. Ano kuwija matini. Real sons wana don't jump from altar to altar. Okubichikre madhabahu kwa madhabahu. They come with different diseases. Kagi biro gituche mupogore. Mnajua vile magonjwa ya kiroho ni mbaya. Magonjwa ya roho, magonjwa ya moyo. Tuche magichunye ngeka karicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, tuche chunyo mnyaka. Hata magonjwa ya kiroho imefanya kalala. Tuche chunyo magonjwa. Kuro mate marpin, how about ya kiroho? Ya kiroho inakuua mpaka juu mbinguni, umekufa. Yaani ukikufa hapo umekufa mpaka huko. Magonjwa ya roho. Tuche magichunye. Try as much as you can never to have heart diseases. As much as you can. Pastor Jack, the way you are big, the way you are big like this. You will die. Utakufa. And when you die, because of a spiritual heart disease, kasabu magonjwa ya kiroho, you die completely. Utakufa kabisa. You die completely. Utakufa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu apaki. I've been pondering on what could have killed Raila. Ningekuwa najisumbua zaidi. Raila had a lot. Alikuwa na mengi. That old man had a lot. Ule mzee alikuwa na mengi. Kuna wenye walikuwa nasema tu arudi Bondo, kuna wenye wanataka tu akufe. Kuna wenye wananini tu maandamano ni lini tuende tupigwe tear gas. Haya yote duto. The Bible says from the abundance of the heart. Katika moyo uliobeba vitu, roho imebeba mambo. Chunyu tingu weche moko.
So when you jump from altar to altar, ukiruka kwa madhabahu nyingine, from house to house, nyumba hadi nyumba, from church to church, kanisa lingine, you get diseases in your heart. Pata magonjwa. Some of them cannot be curable. Zingine aziponeki, hazina tiba. You come here every single meeting, you come here every single summit, every single revival, you are being prayed for, but nothing happens. Unakuja kila uvuvio, kila Jumapili. For something that you went about looking for. Kuna vitu ulienda kutafuta. Let us be careful. Let us be careful. Wacha tuwe watu waangalifu. Let us be careful. Tuangalifu. You cannot enjoy the fire of revival if you are disconnected from your altar. Kama hautatoka katika madhabahu yako. You cannot enjoy the fire of revival if you are disconnected from your altar. Hautapata uvuvio mzuri kama umetoka katika madhabahu. Always get connected. Wewe ungana nayo. Always. Kila siku wakati pastor anaomba ama wakati intercessors wanaomba, wanakukuta kwa rada, wanakupata kwa rada. Yani mtu anaanza maombi hivi na anasha kuona gift ndio huyo, nisha connect na yeye. When you begin praying for gift, you flow. Wewe unaambatana nayo, you flow, unaambatana na maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, but when you are disconnected, ukikatwa nje, it is difficult, pastor, ni ngumu zaidi mchungaji, to connect in the spiritual realm. Katika kiroho unaanza kuombea mtu unamtafuta umpate. Imanyo ngate lamo tokinwangi. Unaanza kuombea mtu unaomba Mungu ipenyo ni Nyasaye. Umeruka kwa Allah na ulikuwa unaombea Kristo. Nidoro Kristo ntichikiri kwa malana. Number 5. Ya 5. Sons walk in inheritance. Wana utembea katika urithi. This one touched me on the last day when the man of God was talking. Haya niligusa siku ile ya mwisho. This one touched me. Yalinigusa. That Ibrahim gave option. Alipatiana kauli to his son. Kwa mwanae. Please, I know we all got this. Najua tulipata. But never allow your father, your biological or spiritual, to give you an option. Usiwache baba yako akupatie mwongozo wa kwanza, akupatie uchague. Never. Usikubali. I know I've done it. I was laughing here. I've done it here with praise and worship. I've done it many times. I've given them options. Niliwapatia nafasi. Mama also Mama also gave an option one time. Alipatiana nafasi siku moja. Never allow your father to give you an option. Usikubali baba yako akupatie nafasi. So Abraham gave an option to Lot. Ibrahim akapatia Luti nafasi. Told Lot, if you go to east, I will go to west. Ukienda mashariki nitaenda kaskazini. If you go to north, I will go to south. Ukienda mashariki kaskazini mimi nitaenda kusini. If you go to fertile land, I will go to a dry land. Tukienda pale mzuri mimi nitaenda pale mekauka. And then Lot, kisha Luti, being a child who was not taught, a son who was not taught, akiwa mwana asiyefundisha ama fundishwa, he chose. Alichagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu pake. And as we were reading going down, tukisoma kwenda chini, the place that caught me pale lilipata is that Lot lived in the cities. Luti alikuwa katika mji town. But Abraham lived in the land. Ibrahimu alikuwa kwa mashambani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu pake. Hallelujah. Amina. And so my number 5 is Mara beach. Sons walk in inheritance. Wana utembea katika urithi. Sons. Wana walk in inheritance. Wao utembea katika urithi. Inheritance. Urithi. Yani you can inherit the land. Unaweza rithi. You cannot inherit the city. Uwezi rithi mji. But you can inherit the land. Utarithi uwanja ama shamba. My children and the children of this house will live in the land and not in the city. Wataishi mjini bali mashambani. Live in the land. Wataishi katika shamba. And not in the city. Sio katika mji. The city is limited. Mji inajaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu pake. Ne okinyal puro bando e city. Hautalima mahindi katika mji. Can you? Utaweza? Pastor, you are living in the city. You have a land in the city. Inyalo puro bando meka. Hawezi. Kanyana.
Amen. Amina. But when you live in the land, ukiishi kwenye ardhi, you will plant. Utapanda shamba lako. Your plants will be rooted. Shamba lako na wewe maisha yako itaingia ndani. And they will give forth fruits. Yatatoa mazao. And you will harvest. Na wewe utakuvuna. Amen. Amina. Today I'm enjoying this one. I'm not lying. Melvin, I never used to eat skuma in the city. Sikuwa nakula skuma hapa mjini. But nowadays mpaka nagombana. Hata sani adhao. Me, I'm telling you, I normally tell you I preach practical. Mimi nahubiri vitu inatendeka. Mimi skuma ya hapa sikuwa nakula because hata wewe unajua. Skuma makana sikuwa nakula skuma ya town. Notama. Lakini nimeenda nyumbani. Adidala. Hiyo skuma ya pale nyumbani mpaka nagombana. Tina dhao nango kumea. Mbona mnapika skuma kidogo? Ndungu nangu tedo matina. Amen. Amina. Sons, wana, let us live and stay inheritance. Wacha tuishi na tuishi katika urithi. The land. Katika urithi wa ardhi, shamba. In the land. Shamba. I pray you convince him akuje pale chini. Ni nyalo shamba pale. Ni nyise mondo bionyu puodho peny kacha. Amen. Amina. I've talked to Miriam donga sekata inaseko ninu budak dal. Hata Miriam lilushewa vuta kule nyumbani. When you live in the land, kuishi shambani, hata kama ni place padogo kama hii church, katotin maromo ge kanisa ni, you will find a lot. Ibero nongo mangenga. Kona fulani umeka skuma, kona fulani osuga, kona fulani dek, kona fulani rabuon, kona fulani, you know. Unajua. Glory be to God. Bwana asifiwe. Don't allow your father to give you an option. Usikubali baba yako akupatie nafasi ya kwanza. Walk into inheritance. Utembee katika urithi. Inheritance is not in the city. Urithi haiko katika mji. No wonder. Unajua? No wonder kuna time sons wanakuwa wakisha grow. And then baba anaita anawakalisha chini anawaambia. Nyithindo ukoso bida madongo baba kelo gitoke piny. Odhiambo koina no tiao rakacha. Pale chini ya mtu. Akona udunga. Tiao rakacha manokari. Chini ya mtu ni yako. Onyango in yoka jomadhika got kocha. Wakwenda mlimani ni kwako. Manokari. Pande yako. To Otieno wewe. In tok dalaka manomari. Nyuma ya boma hapa ni yako. Kasto koro Alan wewe. Ini dalaka nikichukuru inchogo idalaka kurumari. Wewe kitina mimba boma hii yote ni yako. Can you do that in the city? Unaweza ifanya ndani ya mji. You cannot do that in the city. Huwezi ifanya hivyo ndani ya mji. Galatians 4:7. Wagalatia 4:7. Mulitumikia miungu nutio ninyisieche wa dunia. Magapenyini. I pray that there will not be found sons who served the gods with small g in Elbeth. Aitapatikana wana walitumikia miungu midogo. And so when you understand sonship, ukielewa kuwa mwana ama mtoto wa Mungu, and giving tithes, offerings, kupatiana dhabihu na fungu la 10 na matoleo in covenant, katika agano, you walk in divine inheritance. Wewe utatembea katika uwepo na agano ya Mungu. You walk in divine inheritance. Utatembea katika urithi na agano. You will never beg. Hautawahi kuombaomba. You will always be giving. Na siku zote utapatia. Because you are practicing